Karibu, hii ni DJ Toto Michelle TV na leo tunataka tukujuze uzifahamu nchi 5 ambazo zimeathirika zaidi na ushuru mpya wa Rais Donald Trump toka alipoingia madarakani. Kabla ya kuendelea na taarifa ya habari, naomba nikupe tangazo fupi kutoka kwa DJ Toto Michelle, the International Emergency DJ, ambapo anafanya sherehe zote. Ni DJ maarufu ambaye anafanya sherehe zote na DJ namba 1 Marekani nzima pamoja na Canada. Kama una sherehe kama vile wedding, graduation, naming ceremonies, parties pamoja na nyingine nyingi, mtafute DJ Toto Michelle kwa ajili ya kuhakikisha sherehe yako inakuwa ni ya tofauti. Mpigie sasa kupitia namba +1614 370 5386 ama kupitia email yake djtotomichelle@gmail.com. Sherehe yako itakuwa ya tofauti na sherehe zingine. Karibu. Rais Donald Trump wa Marekani aliahidi kuzitoza ushuru nchi anazoamini zinaitendea Marekani isivyo sawa katika biashara, iwe kupitia ushuru wa juu au vikwazo visivyo na ushuru. Na hilo amelitekeleza kwa kuweka ushuru mpya ambao anadai utaunda nafasi ya kazi na kukuza viwanda vya ndani vya Marekani. Kutoza ushuru wa juu kwa mataifa mengine kuna uwezekano wa kuzifanya bidhaa nyingi za matumizi kuwa ghali zaidi, wakati huu ambapo Wamarekani wengi wana hofu inayoongezeka juu ya kushuka uchumi wa nchi hiyo. Kwa ahadi za kupunguza deni la taifa na kusawazisha biashara ya kimataifa, Trump tayari amepitisha ushuru mkubwa dhidi ya washirika wakuu wa biashara na sekta muhimu. Sera hiyo tayari inakabiliwa na vitisho vya kulipiza kisasi kutoka kwa washirika hao. Ifuatayo ni orodha ya mataifa 5 ambayo yamewekewa ushuru mkubwa zaidi kuliko mataifa mengine. Mengi ya mataifa hayo ni kutoka bara la Asia na Afrika. Miongoni mwa nchi zilizowekewa ushuru mkubwa ni ule wa 50% dhidi ya Lesotho, nchi ndogo Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na moja ya nchi maskini duniani iliyozungukwa na Afrika Kusini. Wa Lesotho ama wa Marekani wanaoleta bidhaa kutoka nchi hiyo ndogo ya kusini mwa Afrika watalazimika kulipa ushuru wa ziada wa 50%. Kwa mujibu wa shirika la biashara la Marekani linaloshughulikia sera za biashara za nje za Marekani, biashara kati ya nchi hizo mbili inahusisha hasa nguo, madini na chuma. Ushuru wa 50% kwa Lesotho, nchi ambayo pato la taifa lilikuwa takriban dola bilioni 2 mwaka 2024, ni miongoni mwa viwango vya juu zaidi katika orodha hiyo mpya ya utawala wa Rais Donald Trump. Waziri wa biashara wa Lesotho alisema serikali yake itatuma wajumbe Washington kupinga hatua hiyo mpya ya kibiashara. Wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa kufungwa mara moja kwa viwanda na kupoteza kazi, alisema. Moja ya malengo ya Trump na tangazo lake la ushuru ni kupunguza nakisi ya biashara ya nchi yake na ulimwengu kote. Nyingine ni Saint-Pierre na Miquelon, ushuru wa 50%. Hivi ni visiwa vya Ufaransa kusini mwa kisiwa cha Canada cha Newfoundland. Hadi kufikia Januari 2022, kisiwa hiki kilikuwa na idadi ya watu 5819 kwa mujibu wa sensa ya mwaka huo. Saint-Pierre na Miquelon, eneo lililowekewa ushuru wa 50% na Trump, ni maarufu kwa historia yake katika kituo cha uvuvi na milki ya mwisho ya Ufaransa ya Amerika Kaskazini, na ina utamaduni wake wa kipekee ulioathiriwa na mila za Kifaransa na watu wa jamii ya Basque. Visiwa hivyo huitegemea Ufaransa kwa ruzuku na Canada kwa bidhaa kwa njia ya usafiri. Utalii unazidi kuwa muhimu, ingawa sekta ya uvuvi imekabiliwa na changamoto katika miaka ya hivi karibuni, bado ni sehemu muhimu ya uchumi wa ndani. Nyingine ni Cambodia ambayo imewekewa ushuru wa 49%. Cambodia, nchi inayoendelea ambapo 17% ya watu wake wanaishi chini ya mstari wa umaskini, kulingana na ripoti ya Benki ya Maendeleo ya Asia ADB. Ni nchi iliyoathirika zaidi katika kanda ya Asia kwa kuwekewa kiwango cha ushuru wa 49%. Zaidi ya nusu ya viwanda nchini humo vinaripotiwa kumilikiwa na Wachina. Kwa mujibu wa shirika la biashara la Marekani, mwaka 2023 Cambodia ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 12.2 kwenda Marekani, na mauzo hayo yakiwemo vifaa vya semikonda, mabegi, makasha na masweta, na Marekani ndilo soko kubwa zaidi la kuuza nje la Cambodia. Nyingine ni Laos ambayo imewekewa ushuru wa 48%.
taifa la kusini mashariki mwa Asia la Laos ambalo halina bandari, nchi iliyoshambuliwa kwa bomu na Marekani wakati wa vita baridi, imewekewa ushuru wa asilimia 48. Kulingana na ADB, Laos ina kiwango cha umaskini cha asilimia 18.3. Kwa mujibu wa shirika la biashara la Marekani, mwaka 2023 Laos ilisafirisha bidhaa za dola milioni 306 kwenda Marekani, zikiwemo nyaya, masweta na viatu, wakati Marekani iliuza bidhaa za dola milioni 40.4 kwa Laos. Nyingine ni Madagascar ambayo imewekewa ushuru wa asilimia 47. Kwa mujibu wa shirika la biashara la Marekani, Madagascar husafirisha bidhaa nyingi zaidi kuliko inazoagiza kutoka Marekani, hasa vanira, nguo na bidhaa zingine kama karafuu na mafuta muhimu. Vile Madagascar husafirisha kwenda Marekani suti za wanaume, madini ya titani na vitu vingine vya nguo. Mwaka 2023 Madagascar ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya dola milioni 669 kwenda Marekani. Madagascar ama Jamhuri ya Madagascar ni nchi ya visiwa inayojumuisha kisiwa cha Madagascar na visiwa vingi vidogo vya pembezoni. Madagascar iko nje ya pwani ya kusini mashariki mwa Afrika. Ni kisiwa cha 4 kwa ukubwa duniani. Imewekewa ushuru wa asilimia 47 na Marekani. Pamoja na nchi zingine za Kiafrika zilizoathiriwa na ushuru wa ziada ukiacha asilimia 47 kwa Madagascar, ushuru wa 40 umewekwa kwa Mauritius, asilimia 37 kwa Botswana na asilimia 30 kwa Afrika ya Kusini. Mauzo ya nje ya Nigeria yataathiriwa vipi kwa kiwango cha asilimia 14? Kenya, Ghana, Ethiopia, Tanzania, Uganda, Senegal na Liberia ni miongoni mwa nchi ambazo mauzo yake yatatozwa ushuru wa awali wa asilimia 10. Marekani haiendeshi naksi ya kibiashara na nchi hizi. Na hiyo ndio listi ya nchi ambazo zimeathirika na ushuru mkubwa uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump toka alipoingia madarakani mwaka huu kuitawala nchi hiyo. Hii ni DJ Toto Michelle TV, hadi wakati mwingine.